Kwa hiyo haijaanzishwa kwa amri ya Mungu, imeanzishwa kwa azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, kwenye eneo ambalo tayari lilikuwa na watu, lilikuwa na Wapalestina. Sasa ni muhimu kufahamu hilo azimio la Umoja wa Mataifa namba 181 la mwaka 47 lilisema nini. Usipofahamu haya, utapeperushwa tu na mawimbi ya nini, ya propaganda za nini zinazoletwa sasa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa walisema hivi: hawa Wayahudi wachukue eneo ambalo walikuwa ni watu 650,000. By 1947 walikuwa roughly 650,000. Waarabu wa Palestina walikuwa roughly 1,300,000 na ushe, mara mbili ya idadi ya Wayahudi waliokuwepo. Sasa azimio la Umoja wa Mataifa likasema hawa watu 650,000 wapewe 56% ya hiyo nchi ya Palestine. 56%. Wako 650,000 wachukue 56% ya eneo la Palestine. Waarabu wakakataa. Kumbuka hili ni azimio la Waingereza. Ni azimio la Waingereza wakiungwa mkono na Wamarekani na mataifa mengine ya kwao ya Ulaya na Urusi na nini. Sasa tunachukuaje asilimia, wanachukuaje eneo kubwa? Maeneo yetu ni maeneo yetu, sisi tutaenda wapi? Sasa katika azimio likapitishwa kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa, lilipitishwa kwamba Israel, taifa la Wayahudi waunde taifa lao katika asilimia 56 ya Palestine. Wayahudi walikuwa na nguvu za nini, za kijeshi, kama nilivyosema, wana nguvu za kiuchumi, wana ushawishi mkubwa katika maeneo mbalimbali ya nini ya dunia. Kwa hiyo lilipopitishwa lile azimio la Umoja wa Mataifa, wakaingia sasa kijeshi. Wamepata kibali cha jumuiya ya kimataifa. Sasa wakaingia kijeshi. Kwa vita ya kwanza ya Wayahudi na Waarabu ni vita ya kuanzishwa kwa taifa la Israel 1947-48. Kwenye vita ile, kwa sababu walikuwa na nguvu za kijeshi, wakawashinda Waarabu, wakayashinda majeshi ya Syria, majeshi ya Misri. Wa Palestina wenyewe hawakuwa na chochote cha maana, wao fyekwa tu na majeshi ya Jordan. Baada ya ile vita, hiyo vita ya 48, mambo mawili yalitokea na ni muhimu sana. Wapalestina zaidi ya 750,000 waliokuwa wanaishi katika hayo maeneo ambayo sasa ni Israel, walifukuzwa kwenye maeneo yao. Kwa zaidi ya nusu ya Wapalestina, kumbuka walikuwa 1,300,000, zaidi ya nusu, figures zinazo nini zungumzwa ni 750,000
walifukuzwa kwenye maeneo yao, miji yao, vijiji vyao, mashamba yao, majumba yao, wakasambaratishwa. Wengi wakakimbilia kwenye makambi ya wakimbizi yaliyoanzishwa kwa ajili yao Gaza. Gaza, 70% ya wakazi wa Gaza leo ni watoto au wajukuu wa wazazi waliokimbizwa Israel. Wanaishi kwenye makambi makubwa kabisa ya Wapalestina yaliyoko Gaza. Jabalia, Han Yunis, na mengine. 750,000 kupelekwa Gaza. Gaza ilikuwa kisehemu kidogo, kilomita 5 kwa ufupi, kilomita 25 kwa urefu. Ina eneo la kilomita za mraba 125. Ikapelekewa influx ya population ya refugees kwa malaki. Wengine waliokuwa maeneo ya kaskazini ya Israel wakakimbilia kwenye makambi yaliyoanzishwa Lebanon. Waliokuwa mashariki ya Palestine wakakimbilia kwenye maeneo ya Jordan. Jordan ina Wapalestina wengi zaidi kuliko wakazi wake wa asili, na Wapalestina hawa ni watoto au wajukuu au vitukuu wa wale waliofukuzwa kwenye vita ya kwanza ya Wayahudi na Waarabu 1948. Kwa taifa la Israeli linazaliwa namna hiyo. Kitu cha pili muhimu cha 1948 ni hiki kwamba, kumbuka azimio la Umoja wa Mataifa 181 lilisema Wayahudi wanapewa asilimia ngapi? 56. Kufikia mwisho wa huo mwaka, vita imekwisha, walikuwa wamechukua asilimia 80 ya eneo. Kwa Waisraeli waliongeza eneo kwa kutumia mabavu ya kijeshi, wakachukua maeneo asilimia nyingine 24 ya maeneo ya eneo hilo la Palestine. Wapalestina wakabaki katika maeneo mawili ambayo leo unayasikia sana: Gaza na West Bank. Na West Bank ni pamoja na Jerusalem Mashariki. Jerusalem Mashariki ni eneo la Wapalestina. Kwa mujibu wa mgawanyo wa 1948, na hata baada ya Waisraeli kushinda vita, hiyo vita ya kwanza, East Jerusalem ilibaki kuwa eneo la Wapalestina. Lakini kwa hiyo kuna hayo mambo mawili makubwa. Nakba ni janga, catastrophe. Wayahudi, Waisraeli na Waarabu wa Palestina wanaita hiyo 1948 wanaita Nakba, janga, mwaka wa janga. Walinyang'anywa maeneo yao makubwa, miji yao, vijiji vyao, mashamba yao, majumba yao. Wengi wakauawa kwa maelfu, wengine wakakimbizwa kuwa wakimbizi Gaza, kuwa wakimbizi Lebanon, Jordan na kwingine. Na pili, Israel ilichukua eneo lao kubwa zaidi kuliko ilivyogawiwa na Umoja wa Mataifa mwaka 48. Hiyo ndio janga wanalozungumzia wa Palestina. Kwa hiyo kuanzia sasa mwaka 1948 mpaka 1967 vile vile ni mwaka muhimu. Hizi tarehe ni muhimu. 1916 17, kwanza 97, 1897
World Zionist Council, 1917 Balfour Declaration, 1948 creation ya State of Israel, 1967 ikatokea vita nyingine, vita kati ya Egypt, Jordan na Syria. Hayo mataifa matatu ambayo walipigana vita ya 48. Hii inayoitwa vita ya siku sita, 6 day war. Kwenye ile vita Waisraeli wakawashinda tena Waarabu, wakawashinda wa Egypt, wakateka eneo la Sinai Peninsula, eneo la mashariki ya Egypt, mashariki ya ule nini ya mfereji wa Suez, mpaka kwenye mpaka na Saudi Arabia na Israel yenyewe. Wakateka huo ukanda wote wa Sinai, wakateka Gaza yote, wakateka ukingo wa magharibi wa mto Jordan wote, wakateka na East Jerusalem, na wakateka na milima ya Golan ya Syria. Unanifahamu? Ndio. Kwa out of the 6 day war, Wayahudi wa Israeli wakakamata sasa Palestine yote. 48 walikamata 80%, 67 wakakamata yote, na ya ziada ikiwa Sinai Peninsula na Golan Heights za Syria. Sinai ni ya Egypt. Unanifahamu? Yes. Mwaka huo baada ya hiyo vita, Umoja wa Mataifa wakakaa tena, kwa sababu huu ndio mgogoro ambao unaitatiza dunia. This time Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ndio chombo kikuu cha maamuzi cha Umoja wa Mataifa. Ndio wale lina wajumbe 15, lakini wajumbe 6 katika hilo baraza ni watano, the permanent 5. Wajumbe 5 wanaitwa ni wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama. Wale wapo muda wote: Marekani, Urusi, Uingereza, Ufaransa, China. The permanent 5. Wale mmoja akisema hapana kwenye jambo lolote lile la Umoja wa Mataifa halifanyiki, ndio inayoitwa kura ya turufu, veto. Kwa hiyo baada ya hii vita ya siku 6 ya mwaka 67, Baraza la Usalama la hawa ma heavyweight likakaa, wakapitisha azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, azimio namba 242, na hii resolution 242 ilisema hivi: moja, suluhu ya Mashariki ya Kati ni kuwa na mataifa mawili yanayoishi pamoja kwa amani, taifa la Israel na taifa la Wapalestine. 2, ili hilo litokee, lazima Israel inayokalia maeneo ya Waarabu iliyoyateka katika vita ya siku 6 ya 67 irudi katika mipaka yake ya kabla ya hiyo vita. Maana yake Israel irudi, iondoke West Bank na East Jerusalem, iondoke Gaza, iondoke Golan Heights, iondoke Sinai Peninsula. Ikishafanya hivyo, then taifa la Palestina litaanzishwa na Israel itanormalize mahusiano yake
na majirani zake wote. Unanifahamu? Yes. Kwa hiyo resolution 242 ilipitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na baadaye of course General Assembly. Sasa kwa nini ni muhimu kusisitiza Baraza la Usalama? Kwa sababu ili chochote kifanyike, lazima wale permanent 5, wale nchi 5 wajumbe wa kudumu zikubali. Kwa hiyo azimio namba 242 liliungwa mkono na Wamarekani. Marekani inaunga mkono sana Israel, lakini ilisema kwenye resolution 242 warudi kwenye maeneo yao. Liliungwa mkono na Warusi, wa China, wa China wakati huo walikuwa sio wa communist hawa. Communist China imekuja kuchukua kiti cha Umoja wa Mataifa mwaka 72. Ilikuwa China ya Taiwan wakati huo. Okay. Kwa China, Ufaransa na Uingereza wote walikubali kwamba ili ipatikane suluhu lazima turudi kwenye mipaka ya kabla ya vita ya 67. Kwa maana nyingine, kwa kupitisha azimio hilo, Umoja wa Mataifa ulikubali kunyang'anywa Waisraeli, kunyang'anya maeneo yale yaliyofanyika, unyang'anyi uliofanyika mwaka 48. Kwa maana mengine Israel ingebaki na 80% badala ya 56% iliyokuwa kwenye makubaliano ya mwanzo. Haidhuru. Kwa hiyo ndio msimamo, huo ndio msimamo, kwa hiyo msimamo wa jumuiya ya kimataifa na ndio msimamo wa sheria za kimataifa, international law. Na msimamo huo umetiliwa nguvu na maamuzi ya mahakama ya kimataifa ya The Hague, ICJ, kwamba haya makazi ya Wayahudi katika maeneo ya Wapalestina ya Ukingo wa Magharibi na wa Gaza na Golan Heights ni makazi haramu, kwa sababu haya maeneo ni maeneo yanayoshikiliwa kwa nguvu za kijeshi, sio kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Unanifahamu? Ndio. Kwa hiyo sasa, tangu 67, vita ya pili ya Waarabu na Waisraeli wamekuja kupigana mwaka 73, Yom Kippur, vita ya Yom Kippur kati ya Misri na Syria na nini na Wayahudi na Israel, wakawashinda tena. Lakini baada ya hapo, baada ya Yom Kippur mwaka 73, Waisraeli walitambua kwamba hawa Waarabu tumekuwa tunawashinda kwa sababu wamekaa hovyo hovyo. Kuna siku watajipanga, wako wengi zaidi kuliko sisi. Kuna siku watatushinda, alafu sisi ni nchi ndogo na tuko wachache. Kwa lazima tutafute namna ya kutafuta amani na Waarabu. Ndio chanzo cha Camp David Accord za mwaka 78 kati ya waziri mkuu Menachem Begin. Menachem Begin alikuwa kiongozi wa chama cha Likud, hiki chama cha Benjamin Netanyahu, hiki ambacho leo hawakubali kabisa habari ya nini ya taifa la Wapalestina, hawataki kabisa. Lakini waziri mkuu Menachem Begin, kiongozi wa Likud, akasaini mkataba wa amani na Anwar Sadat, na kwa mkataba ule Israel ikaondoka Sinai. Okay. Ikaondoka hiyo Sinai Peninsula ya Egypt, na of course kwa upande wake Egypt ikaitambua Israel kama taifa halali. Kwa tangu 78 Waisraeli wana mkataba wa amani na Misri. Na baadaye, miaka ya baadaye, wamekuwa na mkataba wa amani na Jordan nao wamekubali kwamba taifa la Israel kama lilivyokuwa kabla ya mwaka 67 ni taifa halali. Arab League, hiyo umoja wa mataifa ya Kiarabu
walishaweka msimamo wao kwamba